Halo, karibu tena katika kipindi chetu cha Sauti ya Rhapsody. Je, hali gani siku ya leo? Ninakusalimia katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Awali ya yote tumshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi kilichojaa utukufu wa Mungu na kumpa utukufu Mungu aliyetupa fursa hii ya kukutana tena siku ya leo. Haleluya. Bwana Yesu, ninakushukuru, asante na kupa sifa, heshima na utukufu. Asante kwa sababu wewe ni mwema, asante kwa sababu umejaa fadhili. Asante kwa ajili ya uzima, asante kwa ajili ya nguvu, asante kwa ajili ya mamlaka, asante kwa ajili ya hekima. Wewe ni Mungu na hakuna Mungu kama wewe. Asante Bwana kwa ajili ya neema yako ya kutupatia nafasi ya kuwa na kipindi hichi kinachobadilisha maisha ya wengi, kinachorejesha uzima, kinachorejesha ufahamu, kinachobadilisha maisha ya wengi waone tumaini kupitia kitabu chako pendwa cha Rhapsody. Asante Mungu kwa sababu umetupa uzima na umeponya wengi. Asante kwa ajili ya miujiza, tunarejesha sifa na shukrani kwako wewe uliomweza wa yote. Baba, asante hata kwa siku ya leo Bwana, yote uliotuandalia kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu yaenda kuhuisha fahamu, yanaenda kuhuisha afya. Kila sehemu ya maisha ya wengi yanaenda kurejesha mafanikio kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa sababu bila wewe hatuwezi neno lolote. Asante Bwana kwa sababu umesema kaeni ndani yangu nami ndani yenu, bila mimi hamwezi lolote. Na hakika Bwana, siku ya leo mengi na shuhuda zilizotokana na kitabu cha Rhapsody yanaenda kuhuisha maisha ya wengi waliokata tamaa, kwa sababu wewe ni Mungu. Ninatamka uzima, natamka amani, natamka usikivu sahihi kwa kila mmoja, wakapate kusikia kile kinachotoka kwako, na kila neno letu litajaa utukufu wako siku ya leo, katika jina la Yesu mwana Mungu aliye hai, na kushukuru na kutukuza milele. Amen, amen, haleluya, Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha Sauti ya Rhapsody. Endapo ni mara ya kwanza umeenda kuwa pamoja nasi katika kipindi hichi cha Sauti ya Rhapsody, kipindi cha Rhapsody kimekuwa ni mahususi kutangaza habari njema ambazo zimetendwa kupitia kitabu chetu cha Rhapsody ya Uhakika. Kitabu hiki ambacho kimeandikwa na mtumishi wa Mungu Pastor Chris. Napenda kusema asante sana Pastor Chris, mchungaji wangu, mwalimu wangu, kocha wangu, ambaye umenifundisha na kunipa fursa hii kufanya kipindi hichi ili wengi waweze kujua ni nini Mungu anatenda kupitia kitabu hichi chenye neno la Mungu kinachotoka na kukujia kila mwezi. Kitabu hiki kinatoka katika mifumo mbalimbali. Kinatoka katika mfumo wa kitabu cha watu wazima, kinatoka katika mfumo kitabu cha vijana ambacho kinaitwa Tivo. Kama unavyokiona kinaitwa Tivo. Kuna vitabu vya watoto ambavyo hatunavyo hapa studio kwa siku ya leo. Vitabu vya watoto viko vya aina mbili: wale wanaojifunza kuchora, kuandika, na wale ambao wameshajifunza kusoma kabisa darasa la kwanza mpaka la 5. Vitabu hivi vinafundisha neno la Mungu, na kila siku unajipatia neno la Mungu, unaipa siku yako lifti. Awe ni mtoto mdogo, awe ni mtu mzima, siku yake anaianza na neno la Mungu na kuibariki na kuianza akiwa na neno. Na kila siku kuna neno ambalo limevuviwa nguvu ya Roho Mtakatifu kukupa majibu, kukuelekeza, kukuelimisha na kukuongoza. Na pia nilisema Rhapsody maana yake ni utunzi uliojaa furaha timilifu. Na kokote utakoenda, nchi yoyote duniani kote, ukaulizia Rhapsody, utaipata katika lugha yoyote unayoipenda au unayoitaka kuisoma. Pia tunazo Rhapsody katika aina nyingine ya mfumo wa Braille kwa wale wenye ulemavu wa macho ambao hawaoni zile nukta nundu. Nao pia wamefikiwa, wanaweza kusoma Rhapsody zao kwa njia ya Braille. Pia tunayo kwa njia ya easy bracelets, ambazo hizi unaenda kubonyeza kwenye simu yako janja, unapata masomo na ni kwa mwezi mzima, na unaweza ukagawa kwa watu zaidi ya 1000 masomo ya mwaka mzima. Na zaidi katika hiki kifaa
kuna masomo ya watoto, kuna masomo ya vijana, kuna masomo ya watu wazima, na pia kuna vitabu mbalimbali ambavyo vimeandikwa na mtumishi wa Mungu na sisi tumevitafsiri kama TNI East Africa Center 1, tumevitafsiri katika lugha zetu za Tanzania na za Afrika Mashariki. Na pia kama unataka lugha yoyote ulimwenguni huku unaweza kupata, kwa sababu TNI iko ulimwenguni kote. TNI ambao ni Translators Network International, wakitafsiri masomo ya mtumishi wa Mungu katika lugha zote, kuhakikisha kila mtu hakosi neno la Mungu kwa lugha anayeelewa ya pesa. Kwa hiyo mpendwa, na kukaribisha tena leo katika Sauti ya Rhapsody. Mungu akubariki, na kabla yote tumsikilize mwandishi wa kitabu anasema nini juu ya Rhapsody. Karibu sana. Saidie mtu mmoja mwingine apokee Rhapsody. Wengine wenu mnaweza katoa Rhapsody kwa watu 5, wengine kwa watu 20, wengine kwa watu 100. Na kuna wale ambao wanaweza wakatoa Rhapsody kwa watu 500, wengine 1000, na wengineo wanaweza wakadhamini kwa watu 100,000 wengineo. Wengine wanadhamini kwa watu zaidi ya milioni 1, watu binafsi ambao wanalipia nakala milioni 1 za Rhapsody kwenda kwa watu milioni 1 ulimwenguni kote. Anza papo hapo na jione wewe ukisaidia mtu mwingine apokee Rhapsody. Unachukua ya kwako mwenyewe na unamchukua ya mtu mwingine. Haleluya. Karibu tena. Kama ulivyomsikia mtumishi wa Mungu, Rhapsody ni kwa ajili yako. Hakikisha unapata nakala yako kwa njia yote, iwe ni katika mtandao, iwe ni kwa njia ya kupata kitabu chako. Tupigie namba zinazoonekana kwenye screen. Na pia napenda kuhamasisha wale ambao wanataka kudhamini, kuhakikisha watu wa vijijini wanafikiwa na wasiokuwa na uwezo wa kujipatia nakala hii. Kwa namna yote tuzidi kuipeleka injili, kwa namna yote kila mtu akapate Rhapsody ya kuipa siku yake lift. Leo ni siku njema sana, imejaa utukufu wa Mungu. Tunamshukuru Mungu sana kwa mambo mengi anayatenda kupitia kitabu chako pendwa cha Rhapsody ya Uhakika, au nakala za Rhapsody ya Uhakika, masomo ya kila siku. Katika kazi zetu tulikuambia kila wiki tutakuletea mtu aliyetumia Rhapsody na akauona mkono wa Mungu kupitia neno la Mungu lililoandikwa katika Rhapsody ya Uhakika. Leo tuna mgeni wetu, mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amemtumia sana tangu akutane na kitabu cha Rhapsody. Utaenda kumsikiliza kwa marefu na mapana. Rhapsody imemtoa wapi, imefanya nini na yeye, na ameona nini, miujiza, mabadiliko. Utamsikia mwenyewe kwa kinywa chake na nini Rhapsody inamfanyia hata sasa kanisani kwake, kwa waumini wake, na ameendelea kuitumia kama chombo, na amekuwa mtenda kazi pamoja na sisi kupitia kitabu cha Rhapsody ya Uhakika. Karibu Mchungaji Mzola. Asante. Mungu akubariki sana. Asante sana. Asante sana. Nashukuru Mungu kwa ajili tangu nikutane na wewe. Kila nikikutana na wewe ukiongea kuhusu Rhapsody, huwa saa ingine machozi yananitoka. Yaani nasema kweli Mungu anatenda. Embu leo wasikilizaji wakasikie ni nini Rhapsody imefanya na wewe tangu ukutane nayo mpaka siku ya leo. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante. Kwa majina naitwa Mchungaji Malcolm Mzola. Mimi kwanza nilianza kusikia Rhapsody kwa njia ya redio. Ilikuwa inaruka tangazo lile kwa muda wa dakika kama 5, na nilianza kufuatilia hiki kitabu nitakipateje. Kwanza Rhapsody nilipoipata nilianza kuisoma mimi, na niliona ni ujumbe ambao katika unapousoma unakuwa unahusika moja kwa moja ndani ya moyo wa mtu. Hivyo wakati nimeimaliza kuisoma ile nilipata ya mwezi mmoja, nilipomaliza kuisoma niliona ni kitabu cha pekee kinachofaa kutumika kwa ajili ya kushuhudia watu.
Kwanza ulisikia redioni. Yeah. Ilikuwa ni mwaka gani? Na ilikuwa ni mwaka 2021. Ndiyo, karibu tena. Mwaka 2021 ndo nimeisikia. Na ilikuwa inaruka kila siku asubuhi. Dakika 5, saa 12 ile. Dakika 5. Ninasikiliza anavyoichambua, niliona kuna kitu. Nilitafuta zile namba, nikachukua, nikapiga, ndo nikafika ofisini. Ndiyo. Na nilipoipata kama nilivyosema, iliniletea mabadiliko ndani ya moyo wangu mimi kama mtumishi. Na kitu ambacho nataka niseme kitu kimoja, kwa nini nimekuwa nikifuatilia hii Rhapsody na imeletea matokeo makubwa kwanza kwangu mimi. Kitu ni kwamba mimi ili nisome kitabu huaga naangalia kwanza nani kaandika. Na huyu mtu aliyeandika amefanya mapinduzi gani hapa duniani. Hiyo ndo utaratibu wangu niojiwekea mimi kama mimi. Kwa hiyo mapinduzi katika ufalme wa Mungu. Ya, katika ufalme wa Mungu. Ubongo wangu si wa kulisha kila kitu. Ndiyo. Kwa hiyo nilipofika nadhani ofisini nilianza kuuliza mwandishi kazi zake, niliziona na ndipo nilipogundua kwamba huyu kama ameyafanya haya katika dunia hii, ana ujumbe. Kwa hivyo nilianza kuisoma Rhapsody. Na nilichogundua siku ile nikakutana na kijana mtendakazi Innocent. Aliniambia wakati unamwambia nipatie ile Rhapsody. Aliniambia ninakupa, malaika wanakuona. Uisome kwa bidii. Na nilijua malaika wananiona. Nikaisoma kwa bidii. Na nilipoisoma kwa bidii nikizama na kweli na mimi nikapokea vile vile. Na mimi nilipokuwa nikikutana na mtu sana naanza kuzifanyia uinjilisti, nikikutana na mtu namwambia sikiliza, nimekupa hiki kitabu, Mungu anakuona. Na Mungu atasema na wewe kupitia hiki kitabu. Kwa hiyo na vile walivyoanza kusoma watu kimeleta mabadiliko makubwa sana. Amina. Kabisa. Kwa hiyo kwanza niseme mwandishi ni Mungu amemtumia. Lakini pia hiki kitabu kinaombewa. Hiki kitabu kimebeba uvuvio wa Roho Mtakatifu. Kinafanya mtu akue haraka kiroho. Katika kitu ambacho nimefanyia kazi kwa kina. Hiki kitabu ukimpatia mtu kamsizia kusoma kwa bidii, kinamfanya akue haraka kiroho. Unajua wakati tunahubiri, wakati tunakuwa tunahubiri, yule mtu anatakiwa kusikia, halafu akili zake zifanya kazi, ndo zipeleke moyoni lile neno. Lakini wakati mtu anaisoma Rhapsody, anazingatia utulivu, anasoma, ni kwamba yeye ni roho, anahusisha moja kwa moja na mwandishi. Kwa hiyo anakuwa anaunganika moja kwa moja, anaboresha ule utu wake wa kiroho. Haleluya. Namna Rhapsody imeleta matokeo makubwa katika utumishi wangu. Haleluya. Mimi nilipeleka kwa upana, nilikutana na mtu aliyekuwa na matatizo. Alikuwa amevimba mashavu, tumbo limevimba. Alipokuja nikamshuhudia habari za Yesu. Na nikamwambia unapoamini Yesu umezaliwa kama mtoto mchanga. Mtoto mchanga hunyonya maziwa. Nikasema maziwa ya kiroho yatakayosababisha uponyaji wako ni hiki kitabu. Haleluya. Nikamwambia nenda kakisome. Akasema mzee wangu anapinga sana hivi. Nikasema wewe ni mwanamke, soma hata kama unakificha kwenye kitanda, kiondoka tu asubuhi, soma, mchana soma, jioni soma kama dozi. Haleluya. Akaanza kusoma. Haleluya. Na akaleta matokeo. Haleluya. Walikuja na ustazi kunishukuru kwamba tunashukuru Mwenyezi Mungu ameponya mke wangu kupitia kitabu hiki. Haleluya, haleluya. Mume alikuwa mstazi. Ustazi hataki kusikia habari. Hataki kusikia habari za watu. Lakini akaenda na Rhapsody. Na hataki nisogee kwenye ile nyumba, lakini nilipenyesha Rhapsody ikaingia kwenye familia. Haleluya, na ikaleta mapinduzi makubwa sana. Haleluya, haleluya. Amina. Haleluya. Kwa hiyo mama alikuwa saa nyingine anaficha kitabu cha chini ya mtu. kwenye tandiko. Anaficha kwenye shuka. Mume wake akitoka tu anaenda kazini, mama anachukua Rhapsody anaisoma ile ya siku, anarudia mara 3. Maana nilimsisitiza kwamba hii ni kama dozi, kama dawa. Hivyo akawa anasoma. Kufika tu siku ya 7 hajamaliza. Bwana libariki. Tayari mabadiliko yakatokea. Haleluya. Wokovu kaingia ndani ya nyumba. Kuna kitu cha siri cha ajabu. Rhapsody hii imesababisha baba yangu ameokoka. Hii Rhapsody imesababisha baba yangu kuokoka. Baba yangu alikuwa amezeeka.
na akiwa haniamini kama mtumishi. Nilimwambia baba, kama uniamini, huyu mhubiri ni mtu mkubwa sana. Nikamwonyesha kitabu kinatembea nchi ngapi duniani. Nikamwambia, je, hawa watu wote ina maana hawana ufahamu? Akasema eti nikisome. Akawa anasoma asubuhi, mchana, jioni. Baba ametangulia mbele yake, lakini aliokoka kupitia Rhapsody. Rhapsody imeleta mapinduzi makubwa kanisani kwangu. Ya, mimi wakati naanza huduma nimeanza na maturubai. Nimeenda nikapata mabati matatu na nitaonyesha hizo picha. Lakini pia wakati ninaendelea katika mabati yale matatu, namna kufanya ushuhudiaji kulikuwa kuna shida kubwa. Lakini toka nimeanza kushuhudia nikaanzisha makanisa ya nyumbani kwa waumini. Sasa sisi tulichoamua kukifanya tulichoamua kukifanya hili kama somo, ile somo la mwezi. Kwa hiyo ile siku ya kwanza ya tarehe 1 lile somo tunalisoma kwenye kila muumini anajisomea nyumbani. Tukikutana kama zoni, kama jumuiya, tunachambua lile somo, naanza kuuliza kila mmoja umejifunza nini katika ile somo. Katika kujadili, kutafakari ile Rhapsody, somo lile la siku, tumejigundua kwamba watu wamekuwa kiroho zaidi na zaidi. Na kimesababisha zile zoni, zilikuwa zoni 3, leo tuna makanisa 8 ya nyumbani. Kwa sababu zoni zinazidi kukua, wanazidi kutafakari, wanazidi kufanya kuwa washuhudiaji wakubwa. Zoni ndio hizi cells ndogo ndogo, makanisa ya nyumbani. Na limesababisha sasa wanapozidi kuwa kundi kubwa na igawa, halafu waende kushuhudiana kuleta. Ikizidi kuwa kubwa na igawa, hivyo. Huko akijifunza Rhapsody. Wanazidi kujifunza hii Rhapsody. Haleluya. Unajua mimi ni mdogo sana. Lakini sasa yani niseme, ukisikia kila mali mzola imekuwa kwa sababu gani? Naifikia jamii kwa njia ya Rhapsody. Wanauliza, nani kakupatia hiki kitabu? Wasanii wanakaa, baada wa Tanzania wengi wanapenda kuongea yale maneno umbea. Lakini unakuta nimemfundisha mtu, anawafuata wale katika maneno yao ya mtaani, wa mama amekaa, aseme tusome hiki kwa dakika 5 tu. Wakati wanasoma hapo wanauliza wenzake, mmejifunza nini? Kwa hiyo unakuta tunavuna roho za watu kupitia Rhapsody. Sehemu zingine ambazo nimeingia, Rhapsody imefanya kazi kubwa. Naomba mtazamaji unisikilize vizuri. Nimeingia kijiji kimoja ambacho kijiji hiki kilikuwa kina shida kubwa. Kabla sijaokoka mwaka 89, hiki kijiji niliingia nikiwa nachunga ng'ombe. Hiki kijiji ni Dodoma, panaitwa Mbebe, wilaya ya Chamwino. Hiki kijiji nilipoingia mwaka 89, kulikuwa kuna visima ambavyo kuna miamba mikubwa chini ina mapango, na ile miamba inatunza maji, lakini kule kuna majoka makubwa ya ajabu, makubwa. I say, yale majoka yanaweza kuzuia likajaa kwenye kisima. Sio hadithi, ni uhalisia. Lile joka linatoka linaziba lile shimo, lile pango lote la maji. Kwa hiyo mpaka wapige ngoma, watambike, wachinje mbuzi, wasemelee maneno, ndipo linarudi kule ndani. Yule mbuzi wanamrushia vipande, akishameza anarudi huko ndani. Basi miezi 6, miezi 5, watu wanachota maji. Unajua tena Dodoma ni shida kwenye maji. Kwa visima vile vya miungu. Hii naongea nimeingia sasa mwaka jana, nikiwa nimeokoka. Hiki kijiji kimekuwa hakina umeme. Hiki kijiji nimekuta hakuna mashine hata ya kusaga. Wakifunga mashine za kusaga zinaungua hata zile za mafuta. Kwa hiyo wanatoka umbali mwingi kwenda kusaga unga kwenye hizo mashine. Hakuna umeme, hakuna nini. Na mimi nikasema, kwa kuwa tumesheheni maarifa ya ufalme wa Mungu kupitia Rhapsody, naenda kupeleka Rhapsody ikalete mapinduzi katika hiki kijiji. Haleluya. Niliingia pale nikahubiri. Wale wazee wakiwa kwa sababu ilikuwa ni mwisho wa mwaka, na ili watoe mbegu, mbegu wanatoa sasa wazee, mbegu ya kwenda kupanda mashambani. Ili watoe mbegu lazima wafanye tambiko kubwa katika vile visima. Wakishatoa zile kafara, ndipo wanaanza kugawa dawa, wanaenda kuchanganyana zile mbegu wa kupeleka mashambani. Niliwaambia mwaka huu Yesu atawatendea miujiza kupitia kitabu cha Rhapsody. Hamtapanda chochote kupitia dawa za kienyeji. Na nikasema hamtaendelea kunywa
visima hivi ambavyo majoka yanafanya kazi humo chini. Haleluya, haleluya. Hivyo tukahubiri na watu wakaokoka, watu wakaamini, na tulikuwa kwenye mkutano tunasoma kipande cha Rhapsody, ndipo tunaanza kuhubiri. Haleluya. Na tukagawa Rhapsody pale, na tukawaambia kwamba mwaka kesho majira kama haya umeme utakuwa umeingia na mtakuwa na visima ambavyo joka halitatokeza ili liwape maji. Asante. Ninapoongea leo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepeleka umeme kwenye vile vijiji. Lile anga la kishetani limepasuka vipande vipande, maana watu wamemwamini Mungu kupitia hii Rhapsody. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna nguvu ya ajabu ambayo Mungu ameiwekeza ndani ya Rhapsody. Haleluya, haleluya. Ndugu mtazamaji, nataka nikwambie, si igizi, siongei uongo. Juzi nimetoka Meru. Kule Meru watu wanakimbia Ushiri, kijiji kinaitwa Ushiri. Watu wanakimbia nguvu za giza. Tumepeleka Rhapsody na mkutano wa injili pale. Tukanadi Rhapsody, tukanadi Yesu kwamba naomba msome hiki kitabu mtaleta mabadiliko. Watu wamepona. Haleluya. Watu wamefunguliwa. Lakini yote katika yote tulitangaza kwamba Yesu huyu ambaye tumemleta, na mtakapoanza kusoma hizi Rhapsody mtauona ukuu wake na hamtalogwa. Haleluya. Lako wakawa naogopa sana nguvu za giza. Tulifanya maombi tukitoa matamko makubwa kwamba ufalme wa giza umeshalaliwa vipande vipande. Na tukawaambia wale walikuwa na wanga wasirudi kwenda kufanya zile nguvu za giza. Na wale wanaowanga nao wakapewa Rhapsody. Kabla wao walikuwa wababe, hawakuja siku ya kwanza. Oh. Kwa hiyo tukaomba lile anga kwamba wachawi watakaoenda kugusa uchawi wao utawapiga. Mungu alitenda muujiza, kesho yake wachawi wakaja. Haleluya. Wakaja kuja kutubu na kusema kwamba sisi tumeambiwa muda mrefu kwamba tudumu tuko kwenye maombi. Kwa hiyo tukidumu sasa hatufunguliwi, lakini kweli tumepata shida usiku wa leo na tunaomba uje utusaidie, maana tunasikia miili inawaka moto. Baada ya maombi wakafunguliwa na wenyewe wamempokea Yesu Kristo. Na nadhani tunaweza tukapata hizo shuhuda za kule Meru. Amen. Sasa ninaomba nilete ushuhuda wa namna vijana wamebadilika kupitia Tivo Rhapsody. Amen. Kuna shule, kuna kijana mmoja anaitwa Devi. Alikuwa anasoma na kijana aliyekuwa ameharibika kama vile roho imemvamia, anafanya fujo, amehamishwa shule mbili. Baba yake wanamfukuza shule hii, anaamua kumhamisha kumpeleka shule nyingine. Mbaya zaidi akasema, sasa kwa sababu wewe, ngoja nikupeleke shule moja, samani haitaja jina la dini. Hii ni shule ya Islamiki. Kwa hiyo wakapelekwa pale, na wakati amepelekwa pale, kijana sijajua alikuwa na roho gani, anapigana sana. Yaani wakianza ugomvi yeye anajidai kupigana. Tumefanikiwa kupeleka vijana wanaotoka kanisani kwetu wanaosoma ile shule ya Islamiki, wanatoa huduma nzuri. Kwa hiyo tukapeleka pale vijana ambao wameenda kuleta mapinduzi ya Rhapsody. Mwanzoni ilitokea changamoto, lakini tunamshukuru Mungu kwa mapinduzi makubwa yaliyotokea pale katika hii shule. Miongoni mwa watu waliobadilika mpaka wamekuwa vijana wema ni pamoja na Devi. Haleluya, haleluya. Na aliyetumika kumfikia Devi ni kijana wa Rhapsody ya vijana. Haleluya. Anaitwa Muzihiri. Muzihiri Shabani alifikiwa na Rhapsody katika mazingira magumu sana. Na tukapandikiza neno la Mungu. Alikuwa ameshindikana kwa wazazi wake. Na leo Muzihiri ameafikia
mashule ya private matatu. Ameifikia shule ya private ya ya Kahama na hii ambayo Islamic iliyokuwa hapo. Na watoto wamebadilika, wamekuwa watulivu. Sasa niongee na mzazi unanisikiliza, unaniona mahali hapa. Mtoto wako usimruhusu acheze na simu peke yake. Jitahidi kwa huruma za Mungu na kusihi mzazi, baba, mama. Hiki kitabu kinaleta mabadiliko hata kwa watoto. Kwa sababu roho chafu ina njia ya kuingia ndani ya kijana au binti kupitia kuona, kupitia kinywa na mambo mengine, lakini chukulie kupitia kuona. Anapokuwa analiachilia jicho lake katika kitabu hiki na kusoma, anameza hiki kitu, kinaenda kuingia ndani ya moyo wake, kinamuunda yule mtoto wako kutoka moyoni. Yaani Kiswahili kingine niseme, ninawaambiaga vijana, mfano mimi nikitaka, kwa sababu Mungu ameweka hazina ndani ya moyo wangu, anasema linda sana moyo wako. Ninaposoma ni kwamba ninazamisha hiki kitabu na kipeleka moyoni. Kule moyoni naponya utu wangu wa moyoni. Nikitoka moyoni nakuja na mawazo mema, naleta kwenye akili. Akili zinaanza kufanya kazi yaliyo mema. Hallelujah. Kuwaza katika kutizama simu na mitandao ya kishetani ni kuchukua unachukua yale ya kwenye simu unaingiza ndani ya moyo. Ukiyatoa ndani ya moyo unaleta kwenye akili. Akili zinachakata kile ulichokitoa ndani ya mawazo yako kutoka moyoni katika kutizama simu za mitandao ya ajabu. Unaposoma Rhapsody inasababisha uwe na tafakari ndani ya moyo. Na ukitoka ndani ya moyo uje kuchakata kwenye akili zako. Unajua akili zenyewe zinafanyia kazi chochote unachokichakata. Mama yangu, baba yangu, Rhapsody imeleta mabadiliko kwa vijana wengi sana sana sana. Na vijana 60 wanaosoma vyuo na wote wameondoka akiwa naijua Rhapsody, na huko waliko wanaleta mapinduzi makubwa. Amina. Ninakubalika na jamii kwa sababu wanajua kwamba mchungaji anafundisha vizuri, lakini mimi nawapatia Rhapsody. Vijana nawafikia kwa njia ya Rhapsody. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, Rhapsody inaleta mabadiliko makubwa, imebadilisha. Nilipigiwa simu na walimu wa shule Islamic. Wanasema kijana wako Muzihiri ameleta mabadiliko makubwa, fujo hazipo. Wanafunzi walikuwa nagoma kula chakula, walikuwa wanafanya nini, fujo. Lakini leo kuna utulivu mkubwa. Na wakati Muzihiri anamaliza 6, nilimwambia andaa vijana wengine waendelee kufanyika msaada kwa walimu wanaofundisha ile shule. Kwa hiyo tunatumia kupitia Rhapsody tukafikia walimu, kuyafikia mashule ili kuondoa fujo, kwa sababu wazazi wanalipa ada kubwa lakini watoto wanafanya fujo. Kwa hiyo tunatumia Rhapsody kuyafikia mashule na kutengeneza kile kizazi kinachokuja kiwe cha Mungu, wazalendo wa taifa. Na niseme kwa mara ya mwisho kwamba mwalimu wa sekondari, mkuu wa shule, hakikisha unawapata wachungaji wenye Rhapsody wakufikishie kwa shule yako, na utaona mabadiliko makubwa katika vipindi vya dini. Mungu akubariki sana. Sasa Rhapsody hii ili ifikie watu inahitaji wafadhili wa kudhamini. Ndugu mtazamaji, hiki kitabu kina ujumbe na kinatoka kila mwezi, lakini ili kipatikane kinahitaji kudhamini. Ni kuombe, wewe huwezi kuhubiri, huwezi kwenda vijijini, upo ofisini mwako. Ninaomba Mungu akuguse, akutumie kutoa hela zako kudhamini hiki kitabu. Utakuwa umehubiri na sisi. Sisi tunaingia vijijini, tunaenda kila mahali, tunaenda kila rika ya watu tunawafikia. Ni kuombe sana ndugu mtazamaji. Upo ofisini, upo benki, upo kwenye kampuni, upo serikalini, tunaomba utusaidie watumishi. Tumeamua kujitoa kupeleka Rhapsody kwa jamii, kwa watoto, kwa vijana. Lengo letu kizazi kijacho kisije kwa kibaya. Na nikuombe Mtanzania, najua naongea na Watanzania wengine wapo nje ya nchi. Nikuombe Mtanzania, taifa letu ni taifa la kipekee zaidi. Mataifa mengine watoto wanaharibikiwa. Nimezunguka mataifa mengine naona watoto wanaharibikiwa sana kufanya fujo. Bado tuna neema sana Tanzania. Mtusaidie sana serikali, niombe mtusaidie sana hizi Rhapsody, mtupatie watumishi wa Mungu, tuende marika mbalimbali, makundi mbalimbali ya watoto, ya vijana,
tuwafikie kupitia hii Rhapsody yenye ujumbe wenye kuwafanya watu wamche Mungu. Kupitia Rhapsody tutakuwa na makundi ya ajabu ya watoto wasiojielewa. Tunataka taifa la Tanzania ambayo tumejaliwa tunu ya amani, sio imani, amani. Tunakusanyika Wakristo na Waislamu mahali pamoja. Tunataka tuwafikie kupitia Rhapsody, tukalipande neno la Mungu. Nimefika mahali katika familia moja na pambana changamoto kidogo. Katika familia moja nimefika nikaanadi Rhapsody. Wakati nimefikia ile familia ilikuwa ina mazito makubwa sana. Yaani mazito, sitaki kuyaongea hapa, lakini yule mama akafunguliwa. Ni dini ya upande wa pili. Yule mama alipofunguliwa akapona. Alipopona na kweli hela ilikuwa haiendi sasa kwenye matumizi ya ovyo ovyo. Lakini nasikitika, yule mama aliambiwa achague moja. Eza achinjwe au abaki salama. Alisimama akaenda serikali ya mtaa. Wakamwambia anachosema hicho uweze kuvuruga. Yule mama alikamata kitabu mbele ya serikali ya mtaa. Akasema nilichokielewa ndani ya hiki kitabu sitakiacha. Akasema kama ni matatizo, kama ni magonjwa, kama ni mateso, yale maloyo yalikuwa amenishikilia na nitesa, yameniachia. Amekubali kushikamana na kitabu na kuachika. Nadhani mchungaji nilikuunganisha na huyu mama. Ndio. Amekuwa na mazingira magumu. Ilifika mahali nienda kununua chakula kupatia mama yule na familia yake ili aendelee kuishi. Anasema hiki kitabu kimenibadilisha. Kitabu cha Rhapsody kimembadilisha, kimemfanya amekuwa huru. Ndugu mtazamaji, tunaongea vitu vya uhakika. Hata wewe una mizigo mingi, naomba usome hiki kitabu, kina neno la Mungu lililo hai. Lililo hai. Unajua tunapokuwa tunataka vitamini katika papai, tunakula papai. Wanasayansi wanasema tukila chungwa tunapata vitamini ya kwenye chungwa. Lakini madaktari wanatafuta ile vitamini, wanaiweka kwenye kidonge, unameza kile kidonge, unapata yale madini, ile vitamini yote unaipata. Hii ndio vitamini ya kiroho. Imechambuliwa, imekaa vizuri. Ukiisoma hii Rhapsody, nataka nikwambie kuna mapinduzi makubwa sana ambayo yanatendeka kupitia huyu mwandishi wa kitabu cha Rhapsody. Ugonjwa wote unakuachia. Kifungo chochote kinakuachia. Naitwa Mzola, ninajua nina uhakika ninachoongea. Ni mtumishi wa Mungu, sitaki kuongea uongo. Kabisa. Lakini lingine, wewe ambaye umedumaa kiroho, unajua kuna kwashako ya kiroho. Umeokoka lakini umedumaa kiroho. Yoyote ambaye amedumaa kiroho. Unajua mchungaji, Yesu anasema mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Sasa watu wengi sana wanatamani kumtumikia Mungu lakini wanadumaa kiroho. Yaani niseme kwamba wanakuwa na utapia mlo wa kiroho. Naongea maneno mazito ili kumtia huyu shauku ya kutaka kujua umuhimu wa kukua. Niseme kwamba mtu anakuwa na utapia mlo wa kiroho. Yaani ni kwamba amekosa vitamini za kiroho za kumfanya awe imara kiroho, akue kiroho. Hakakosa uvuvio. Hiki kitabu ndani ya mwezi mmoja kinambadilisha mtu kwa mhubiri. Kabisa. Rhapsody ndani ya akiimaliza hii Rhapsody ya mwezi mmoja, yeye anageuka kuwa mhubiri. Kabisa. Rhapsody ndani ya mwezi mmoja itakugeuza kuwa mshuhudiaji wa wengine. Una kiu ya kumtumikia Mungu. Una kiu ya kupeleka ujumbe kwa watu. Nataka nikwambie kitu kimoja. Kwa sababu tu hauna message ndani, ndio maana unakosa ujasiri. Ukiimeza Rhapsody ya mwezi mmoja, kwanza kabla hujafika huo mwezi mmoja, utakuwa tayari umeshapata ujumbe wa kubadilisha familia yako, wa kubadilisha watoto wako, wa kubadilisha jamii na kuzunguka. Rhapsody. Hiki ni kitabu cha ajabu sana. Kumbuke kinaombewa na mataifa mengi. Kinaombewa na wahubiri wengi. Kinaombewa, kinatolewa dhabihu ili kichapishwe, kikufikie wewe. Rhapsody ndani ya mwezi mmoja itakuwa imekutendea muujiza mkubwa. Nilisoma Rhapsody
ya mwaka juzi, kipengele kimoja kinasema wewe sio sampuli duni. Sio sampuli duni. Unajua Tanzania kuna spare nyingi. Tanzania kuna simu feki, kuna noti feki, kuna spare feki, kuna yani vitu vingi vinakuwa wanasema hivi vitu ni feki, sio original. Daudi wakati anaenda kumpiga Gideon na kile Daudi wakati anaenda kumpiga Goliath, pale walikuwa wanaelezea habari ya Daudi. Daudi alijitambua yeye sio sampuli duni. Na alienda akapiga Goliath. Hallelujah. Usipojitambua kwamba wewe sio sampuli duni, ugonjwa unaweza kusulubisha, ukatesa maisha yako, ukaharibu uchumi wako, ukaharibu maisha yako. Hallelujah. Chochote kinaweza kukusumbua katika dunia hii. Hallelujah. Lakini siku utakapojitambua kwamba wewe sio sampuli duni, vitu vyote vitakukimbia, vitakuogopa, vitakaa mbali na wewe. Na msaada wa pekee ambao Mungu ameufunua katika dunia hii ni Rhapsody ikikufikia. Ndugu yangu, hautabaki wa kawaida. Naomba niishie hapo kwa sehemu. Asante sana. Haleluya, haleluya. Asante sana mtumishi wa Mungu Mzola. Haleluya. Mtazamaji, unajua wakati mtumishi wa Mungu anazungumza hapa, mimi nilikuwa najaa tu roho, yani nasikia hata nipige kelele. Kwa sababu gani? Unaweza kuona tunatangaza kitabu, sio kitabu kama kitabu. Ni yale yaliyopo ndani. Kumbuka mtumishi wa Mungu, mwandishi wa kitabu, alituambia Rhapsody itakusababisha uipende Biblia yako. Itakusababisha ujibinafsishe, umpende Yesu kwa namna nyingine. Kabisa. Na mazungumzo yako, tafakari yako, utendaji wako kila siku utakuwa ni ule unaoenda uelekeo wa Mungu, uelekeo wa kumcha Mungu, uelekeo wa ushindi, uelekeo wa mamlaka. Hii kazi aliyokuja kuifanya Yesu Kristo hapa duniani. Hakufeli mpendwa wangu, hakufeli. Mateso, shida vingine vinahitaji ni maarifa tu. Kumbuka mtumishi wa Mungu alituambia saa nyingine hata tu ukikuletea chakula, kuondoa umaskini sio kukuletea fedha nyingi na chakula. Ni kubadilisha tu ufahamu wako. Na ufahamu wako unabadilishwaje? Ni kwa neno la Mungu. Sasa tunamwambia hautaishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mpendwa mtazamaji, mtumishi wa Mungu Mzola anazo shuhuda nyingi sana. Sijaongeza kanisani. Hajaongea zote. Kwa sababu ya muda wetu, leo umemsikia kwa kiasi. Tutakuwa naye tena kipindi kingine kuongea shuhuda zingi, na pia mtaona baadhi ya kazi zake. Ametumika na hii Rhapsody, na pili ajao na Rhapsody hata nakala nyingi, lakini angalia matokeo. Unavyoenda mahali, wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe ni mtenda kazi, au wewe mwenyewe unataka kubadilisha jamii yako, Rhapsody inakusaidia kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano, mtu umeokoka leo, mtu akakuachia Rhapsody, nikirudi sikukuti kama nilivyokuacha, kwa sababu maarifa ya neno la Mungu yameshaingia ndani yako. Neno la Mungu ndio kila kitu kitapita, lakini neno la Mungu litasimama. Rhapsody itakusababisha utatembelea Biblia yako. Rhapsody itakusababisha utajua ufafanuzi, itakuheshimisha, itakuhekimisha, utapata maarifa ya kufafanua vitu vingi katika maisha yako. Nimependa ushuhuda mmoja ameongea mtumishi wa Mungu. Alienda kwenye kijiji kimoja, akawachia Rhapsody, akamwambia mtabadilisha mazingira yenu. Hawakubaki wakilialia, waliact kama wafalme, kama alivyosema, sisi sio kifaa duni, sisi sio watu duni. Kwa sababu watu wameshapata maarifa, wakatamka juu ya maisha yao, juu ya mazingira yao, na Mungu kwa mamlaka ya Mungu kupitia neno la Mungu katika Yesu Kristo, mazingira yakabadilika. Wamepata umeme, wamepata ni saa nyingine tunatumia mamlaka ya kimungu kubadilisha mazingira. Na kushukuru sana tena mchungaji Mzola. Ndio. Na ninajua tutakuwa pamoja na kipindi hiki. Watu wanapaswa kusikia yote Mungu anayetenda. Na kumbuka kipindi hiki utaenda kusikia watumishi wengi walioitumia Rhapsody na maisha yao yakabadilika kwa namna isiyo ya kawaida. Neno la Mungu ni upanga, na likija linakata na kuharibu vyote visivyotokana na uumbaji wake. Anataka ufurahi, anataka ushangilie, anasema furahini katika Bwana. Tena anasema furahini, na utazidi kuhuishwa na kuwa kijana na kupendeza, kwa sababu amani ya Bwana inakuwa nyingi sana ndani yako kutokana na lile neno, na unafanyika baraka kwa wengi. Mtazamaji wetu, twende tukaangalie tangazo kidogo, alafu nitakuhabarisha kinachofuata. Karibu sana.
Hortensia Roy kutoka Costa Rica alikuwa na changamoto kadhaa ambazo zilimfanya asiweze kufanya mambo yake. Alikuwa na sukari, kupooza na changamoto zinginezo. Na kutokana na hali hiyo, alikuwa anakaa kwenye kiti. Akipewa madawa kwake, hali yake haikuweza kutengemaa, bali ikawa mbaya zaidi. Ikawa katika hali hii, Hortensia akaja kwenye shule ya uponyaji kupata mguso wa Mungu. Tazama anapozungumza habari yake. Hali yangu, nilikuwa na changamoto ya kupooza, shambulio la moyo, na mapafu yangu yamejawa na maji na sukari. Nilikuwa nyumbani, nikaanza kujisikia vibaya, kichwa changu leo kinaniuma sana. Nikatazama macho yangu akawa mekundu sana kama yamejawa na damu, na hii ndio akanipeleka kwa daktari, na daktari akasema presha yangu iko juu sana, ndio iliyosababisha kupooza. Na baada ya kupooza, mwezi wa 7, 2024, nilipata shambulio la moyo kwa mara ya kwanza. Na kwa sababu ya shambulio hilo la moyo, sukari yangu ikawa na juu zaidi, na wakanipeleka hospitalini, na nikakaa hospitalini kwa mwezi mzima. Wakanipa vidonge vingi sana, nikawa na vinywa asubuhi, mchana na usiku. Na kwa wakati ule nilipotoka hospitalini, upande wangu wa kulia ukawa na shida kwa kutembea, mguu wangu ukawa hautembei, unakuwa kama na ganzi. Na kutokana na maumivu kutoka kwenye kiuno changu mpaka chini, nikawa nahisi kama moto iko katika miguu yangu ukiwa unaendelea kuunguza mifupa. Kwa nikawa nahitaji msaada katika kuvua nguo yangu na kuvaa nguo. Katika hali hiyo, nikawa nahisi sio tu kwamba sina furaha, lakini ilinihuzunisha sana, kwa sababu nilikuwa ni mtu unayefanya shughuli zangu mwenyewe, lakini ninajisikia sasa kwamba mimi sina uwezo wa kufanya chochote tena, kwa sababu ya hii hali. Katika hali hii, najisikia vibaya sana. Na ninataka Mungu aniponye kikamilifu kutoka kwenye kichwa changu kwenda kwenye miguu yangu. Nataka kutembea vizuri tena, nataka kula vizuri tena. Sitaki kunywa vile vidonge vingi sana ambavyo ninavinywa kila siku. Sitaki kujipa mwenyewe mwili wangu na sindano tena. Ninaamini Mungu ataenda kuniponya kupitia kwa mchungaji Chris. Akiamini katika nguvu ya Mungu mponya, Hortensia akaja kwenye shule ya uponyaji. Alikuwepo kwenye ibada na studio za mikondo ya uponyaji. Katika ibada hiyo ya uponyaji, mtu wa Mungu mchungaji Chris akahudumia watu wengi sana ambao walikuwa wamekaa kwenye viti, akiwemo Hortensia. Kwa jina la Yesu Kristo, kila mmoja wenu mmeponywa sasa. Inuka kwenye kiti chako. Inuka kwenye kiti chako. Hortensia akainuka kwenye kiti chake. Angalia akiruka na kufurahia muujiza wake. Imeisha. Sasa naweza kutembea. Kupooza kumeondoka. Sihitaji tena kiti. Moyo wangu sasa ni mzima sasa. Mapafu yangu yameponywa na sina kisukari tena. Nimeponywa kikamilifu, naweza kukimbia, ninafurahi sana. Mchungaji Chris, ninamshukuru sana. Kutoka ndani ya moyo wangu ninamshukuru. Na ninawashukuru sana wadhamini ambao walichukua nafasi yao, wakanipa fursa, na wakawapa wengi sana fursa nyingi kuja na kushiriki ibada hizi za uponyaji. Mungu awabariki na kuwazidisha sana. Umeponywa.
Ibada za mwezi huu wa 10 itakuwa ni muda wa mabilioni ya watu wengi kupita hospitalini, nyumba za watu na vituo vya uponyaji kwa nguvu kubwa ya uponyaji ya Mungu, kuwatoa wengi sana kwenye changamoto zozote. Ijumaa tarehe 24 mpaka Jumapili tarehe 26 mwezi huu wa 10 itakuwa kubwa. Tuna mtandao mkubwa sana ulimwenguni, tutaenda kuutumia kufunika ulimwengu wote. Ninapotamka neno kuhusu uponyaji wako, haijalishi popote ulipo ulimwenguni, itafunika. Nilitumwa nikupe uponyaji, ndicho ninachofanya. Na kwa jina la Bwana Yesu, ninaleta uponyaji kwako sasa. Katika ibada za mikono ya uponyaji, nilikuwa katika kiti kama wengineo. Hapo ndipo mtu wa Mungu alipokuja akatuhudumia uponyaji kwetu. Na baada ya hapo, ninaweza kutembea vizuri bila kiti, naweza kufanya vyote ambavyo sikuweza kufanya hapo mwanzoni. Napenda kumwambia kila mtu ulimwenguni kote kwa sehemu ya ibada za uponyaji na mchungaji Chris. Ili kukupa tu jambo kufahamu, kipindi hiki ni cha ulimwengu wote. Ibada ya mikono ya uponyaji inapokuwepo, mchungaji Chris anaombea watu wote wenye ugonjwa wanaojiunga na kupata uponyaji. Na hapo ndipo miujiza yote kama wa kwangu natokea. Ni msimu wako na muujiza wako ni sasa. Jiunganishe sasa kupitia taarifa zote unazopata kwenye namba unazoziona au kwenye itarushwa mubashara kwenye sehemu zote za ulimwenguni kote, pamoja na chaneli yetu ya YouTube. Ni wakati wako wa muujiza. Kuanzia Jumamosi, Jumapili, kuonesha kazi ya uponyaji ambayo hii ni kwa ajili ya uponyaji, ni madhubuti kwa ajili ya uponyaji na mtumishi wetu wa Mungu Pastor Chris. Inaitwa Healing Streams, huduma za uponyaji. Naomba uweze kujiandikisha kupitia link inayoonyesha hapo kwenye screen, na pia tupigie simu ili tukupe maelekezo unaweza kushiriki vipi. Kama ulivyoona watu wanapona, ni watu mbalimbali ulimwenguni kote. Kumbuka huduma hii inaenda ulimwenguni kote. Sisi hapa tuko kwa ajili ya kukuletea kipindi hiki kwa ajili ya Kiswahili, lakini kipo duniani kote kwa lugha za kila mtu anayeelewa kwa wepesi. Ningependa ujiandikishe, kama ni kanisa, kama ni kikundi, kama ni mtu binafsi uko nyumbani una changamoto ya afya, tupigie namba inaonekana kwenye screen au jiandikisha kupitia hiyo link na utujulishe changamoto yako ni nini. Tuko tayari kupokea changamoto yako na utashughulikiwa. Hakuna lisilowezekana kwa Yesu Kristo. Piga simu kwa kasi, na pia hata siku ya leo niko na mtumishi wa Mungu mahali hapa. Tunaenda kuomba kwa ajili ya wale wote ambao wana changamoto ya afya, na pia jiandae, Healing Streams inakuja pamoja na Pastor Chris. Hakika hakuna ugonjwa utakaosimama. Tunakuandaa uendelee kuamini na kufukuza ugonjwa, udhaifu, shida, umaskini ndani ya nyumba yako, ili tudhihirishe kile Yesu alichokuja kukifanya msalabani kwamba kilitimia, na sisi ndio tunadhihirisha kweli kilitimia na kinatenda kazi hata sasa. Roho Mtakatifu mtenda kazi atatenda na wewe. Haleluya. Mtumishi wa Mungu, ndio kabla hatujaenda kuomba kwa ajili ya wenye shida mbalimbali na wote pia tutaomba kwa ajili ya wale wanaenda kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Nilikuwa naomba useme neno lolote kutoka katika kitabu cha Rhapsody cha mwezi huu. Okay, asante. Nitaka kutoa tu maelekezo kidogo kuhusu unapoisoma Rhapsody. Kwa yule wewe ambaye hujawahi kuisoma Rhapsody. Rhapsody ina neno la kusimamia, halafu ina maelekezo ya kina yatakao kufanya uungane na lile neno kiufunuo.
Lakini pia Rhapsody haikuachi tu hivi hivi, inakuacha na ukiri au inakuacha na sala. Kwa hiyo unasoma neno la siku, unapata fafanuzi ya kina inayokusababisha utafakari katika kina ili kuungana na muumba wako. Lakini kisha inamaliza na kukupa ukiri wa imani, aidha inakuacha na sala. Hiki ndicho ambacho kinamsaidia mtu. Yaani ndani ya dakika 5 unakuwa umesoma, umemaliza, umeelewa ujumbe, na pia inakupeleka kwenye maombi yale ambayo ukiyatamka yale maombi tayari unakuwa umekiri ule muujiza. Haleluya. Kwa hiyo ni kitabu ambacho kimekamilika. Hata kama hujui kuomba, macho yako yataona ile sala. Hata kama hujui kukiri, macho yako yataona ule ukiri uliopo. Na ukumbuke imeandikwa tutakula matunda ya kinywa chetu, tutashiba mazao ya midomo yetu. Kwa hiyo unapotamka kile unachokitamka, kama vile ulivyotamka kwamba mimi ni mgonjwa, ulivyotamka ugonjwa uliumbika. Kadhalika unapoanza kukiri sala za humu ndani kupitia kinywa chako, na muujiza unaumbika kwenye maisha yako. Hallelujah. Natamani msikose hiki kitabu. Haleluya. Kitafanya watoto wako wakue. Haleluya. Baada ya kuvamiwa na dunia, alafu wakavamiwa na uwepo wa Mungu utakaowasaidia. Tanzania sisi tunashambuliwa kwa sababu kizazi cha Watanzania wengi yani kinashambuliwa na vinywaji. Tuna vita ya kitu kinaitwa vinywaji vinavyodhoofisha vijana na watoto na mmomonyoko wa maadili. Lakini Rhapsody, umesikia mchungaji akituambia kwamba Rhapsody ya watoto ipo, Rhapsody ya vijana ipo. Yani fanya taifa lako, fanya mtoto wako, fanya familia yako iwe bora ikimjua Mungu hata kwa ajili ya baadaye. Amen. Mungu akubariki sana. Amen, amen. Asante sana mchungaji. Amen. Na ni kwa kuongezea, kwa mfano hichi kitabu napenda sana kusoma kitabu cha vijana. Vikumbuka vinatoka kila mwezi, kinaitwa Tivo. Ukiona hata picha utaona vijana mbalimbali wa nchi mbalimbali, wazungu, wa China, wote wanatumia, wanaboresha maisha yao mapema sana. Wanaelimisha fahamu zao. Wanajiandaa kuwa vijana viongozi wa kesho. Mimi mwenyewe na kijana mdogo ananihubiria vitu mpaka najiuliza vingine mimi mwenyewe sijasearch, kutokana na kwamba Tivo yake imemfundisha. Amekuwa ni kielelezo katika shule yake. Amekuwa shule primary, amekuwa ni anafundisha, amebadilisha watoto wenzake wameokoka, paka walimu ikabidi wampe tu awa anafundisha mbele ya nini inaitwa ile assembly. Afundisha ili kubadilisha mindset za wengine, kiasi kwamba amejitengeneza, kiasi kwamba hata wenzake karibu naye, hata kama walikuwa na misbehave, wanajitune, wanasema pastor is here, pastor yuko hapa. Wameshamuita mchungaji, wengine wamesha mtumishi, kila mtu. Kwa sababu gani? Mind yake imebadilika, anaona tofauti. Haoni ujinga, haendekezi ujinga, anajua nitapoteza miaka yangu, nitapoteza muda wangu kwa sababu ya elimu. Kila siku anaingiza kitu kinachompeleka mbele. Ameshaenda miaka mingi mbele zaidi ya wale ambao hawajipi muda ya kuboresha fahamu zao. Tunahitaji viongozi bora baadaye. Tunahitaji watendaji bora baadaye. Tunahitaji watu wenye umahiri baadaye, wenye hekima, na hakuna kitakacho kuelimisha zaidi ya neno la Mungu. Hata kama unasoma neno la Mungu pia, ndio elimu ya shule ni muhimu, lakini neno la Mungu ndio kila kitu juu ya maisha yako. Bila kupoteza wakati, mpendwa wangu, endelea kutupigia namba zinazoonekana hapo kwenye screen. Nitaenda kumkaribisha mchungaji Mzola, ataenda kuomba kwa ajili ya wale wote wanaotaka kumpokea Yesu kwa siku ya leo, kwa sababu yote tunayozungumza mahali hapa hayatendi chochote kwako kama vile huna roho wa Mungu, huna Yesu ndani ya maisha yako. Mpokee Yesu leo na umpe nafasi ndani ya moyo wako. Karibu sana mtumishi wa Mungu Mzola. Na kama ungeweza kuongoza ili wengine ambao wakipata kitabu cha Rhapsody wakitumie hii sala fupi ya wokovu hapa, kuanzia hapo mpaka hapo kwenye haleluya, wajua kabisa muujiza mwingine ulio kwenye kitabu cha Rhapsody ni sala ya wokovu kwa ajili yako. Utarudia baada yake. Haleluya. Okay, ndugu mtazamaji, ninaomba tuungane sasa tuisome sala ya wokovu. Imeandikwa: O Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai.
mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu, na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Amen. Wacha niombe pamoja na wewe. Baba, asante kwa ajili ya ndugu mtazamaji ambaye amefuatisha maneno haya. Ninambariki katika jina la Yesu. Imeandikwa kila pando asiyopanda Baba mbinguni litang'olewa. Kila mbegu ya dhambi, kila mawazo ya dhambi ndani ya nafsi ya huyu mtu, ninaamuru yang'olewe katika jina la Yesu. Ninaachilia uhai mpya, naachilia uzima wa milele ndani yake. Natamka uponyaji kwa aliyekuwa mgonjwa katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea uponyaji. Imeandikwa mkono wa Bwana si mfupi hata siweze kuokoa. Kwa lugha nyingine ni kwamba haijalishi kuna umbali upo mahali gani, lakini kwa njia ya sauti inaachilia uponyaji juu yako kwa jina la Yesu. Natamka uponyaji ndani ya mwili wako. Natamka uponyaji ndani ya kichwa chako, ndani ya mifupa yako, ndani ya mwili wako, ndani ya tumbo lako katika jina la Yesu. Ninaiponya familia yako, ninaponya ndoa yako, ninaponya watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Naachilia uzima, uwe huru, uwe huru. Na ndugu mtazamaji, pokea hiyo neema katika jina la Yesu, na jitahidi uhakikishe unapata kopi ya Rhapsody, na itakusaidia, maana kuna neno la Mungu lilo hai ndani ya kitabu katika jina la Yesu. Amen. 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 Asante sana mtazamaji wetu uliokuwepo pamoja na sisi kwa siku ya leo. Tunamtukuza Mungu kwa ajili yako. Hakikisha uachi kujiandikisha kwa ajili ya huduma ya uponyaji itakayokuwepo kuanzia kesho Jumamosi. Itaanza Ijumaa, lakini tutarusha kuanzia Jumamosi katika channel yetu ya YouTube inayoenda kwa jina TNI East Africa Center 1 ambayo imeandikwa hapo kwenye screen, au tupigie simu kwa maelezo zaidi, na pia kujipatia nakala yako ya kawaida ya kitabu cha Rhapsody au jalada la huduma uponyaji unaoendelea na mtumishi wa Mungu Pastor Chris. Kujipatia jalada lako, tutembelee kama uko Dar es Salaam, Boko Chama, unapanda magari yanaenda Bunju au Boko, ushuke kituo kinaitwa Boko Chama au Boko kwa Mpemba. Ukishuka hapo tutakuelekeza mahali pa kufika. Piga simu, tutakufikia, lakini hakikisha kabla yote unatupigia simu kwa maelezo zaidi. Napenda kukushukuru sana, na nina uhakika unatengeneza muujiza kupitia kipindi hiki. Nitapenda kusikia shuhuda yako, na tukutane tena Ijumaa ijayo muda kama huu saa 2 kamili ya usiku. Mungu akubariki, na kwa marudio ya kipindi hichi usikose kuangalia channel yetu ya YouTube ambayo link yake inaonesha. Mungu akubariki sana. Asante. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu.